Kuna mambo mengine nashindwa kukwambia. Nashindwa kukwambia. Kijana mmoja, jengo hili lilikuwa halipo, mimi nimelala kanisani, akaja mwizi. Zile speakers hapa madhabahuni kama hizi akaziiba, na mimi nimelala hapa. Nilipoamka nikasema, Mungu, hii ni dharau sijawahi kuona. Mimi nimelala hapa, speaker iko hapa, imeibiwa. Kwanza huyo mwizi angekuwa na uwezo wa kunifanya chochote. Amenisamehe tu, akaamua kuchukua speaker. Nikasema stoki hapa, sitatoka hapa nilipo hapa, sitatoka hapa, nitafia hapa. Nikapiga magoti. Siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita akaja mwizi. Mwizi aliyeiba ananisemesha mimi, naomba, akanishika hivi. Nikaamka, akaniambia, ule mzigo wa speaker upo, mwingine unipe. Nasema kabisa, anakaa tu jirani hapa, mpaka leo yupo. Akanishika mimi, bwana, ule mzigo wa speaker unaweza kunipa mwingine? Ananiambia mimi. Nikamwambia ndio, hebu twende nikauone ule niliokupa fananaje. Tukaenda na yeye, tukatembea na yeye mpaka nyumbani kwake hapa. Tukaenda wote, akanionyesha kwamba ule wa jana ni huu hapa. Nikamwambia turudishe huu kwanza, ili nikakuandalie mzigo mkubwa. Akabeba mwenyewe. Unanielewa anachosema? Yani sikutanii, sikudanganyi, akabeba mwenyewe. Akasomba speaker 4 akaleta. Nikamwambia nenda, mzigo ukiwa tayari nitakutafuta. Akasema sawa. Yupo sasa hivi. Lakini kuna wakati naomba, kuna kitu kikaniambia omba. Kinachotoka ndani ya maombi ndicho kinacholeta maajabu. Nina mambo mengi ya kukuhadithia. Kuna kijana mmoja anapiga keyboard, anaitwa Amos Mwangela. Amos Mwangela nilikuwa na train na wafundisha, nikamwambia nendeni mkashuhudie. Kuna mama mmoja alikuwa ameokoka wakati ule, sasa alikuwa ni nesi wa Muhimbili. Hakuna hela. Kijana Amos Mwangela yule ana miaka kama alikuwa anasoma afiki darasa la 5. Wakaenda na Frenki, mwingine alikuwepo Frenki. Nimewatuma kwenda wakamshuhudie mama mmoja kule, unavuka Tanganyika Packers kule nyuma, wanakwenda kwa mguu kutokea hapa. Kwa mguu wanakwenda. Wakaniambia, baba, unajua hatujala. Nikawaambia tuombe. Tulipokuwa tunaomba, mimi nikamwambia kama Mungu alivyomlisha Elia na nyinyi atawalisha hivyo hivyo. Semeni amen. Wakasema amen, wakaondoka. Wanavuka ule uwanja wa Tanganyika Packers, wanatembea. Wakamwona kunguru amebeba mkate kabisa live. Akawadondoshea mkate. Mkate kabisa. Sio kipande cha mkate mmoja. Ule mfuko wa silesi zote zile huwa ziko 8. Wakaanza kujiuliza, mbona silesi zote 8 mbona nzito kunguru kuzibeba hewani? Amebeba sasa. Akadondosha. Wakaanza kuangalia, huu utakuwa ni mkate au ni mauzauza? Wakaula. Wakakaa pale wakaula. Maneno niliyowaambia, nendeni kama Mungu alivyomlisha Elia atamlisha hivyo hivyo. Maneno niliyowaambia hayakuwa ya kwangu. Maneno niliyowaambia Mungu aliongea nao. What comes out of prayer is more powerful than prayer itself. Lazima ujue namna ya kugrab revelation kutoka kwenye maombi. Lazima ujue. Na ukipata kitu, anza kwenda, usiulize mtu. Ukiuliza mtu umekwama. Mimi nakwambia, ukiuliza watu umefanya nini, umekwama. Mimi nakwambia, ukisikiliza watu tu, eti dada, nilipokuwa nimelala,
Eti nikaota nimeanza biashara ya kuuza samaki. Atakupa tafasiri yake. Samaki maana yake uanze kuhubiri, kuokoa roho za watu. Kumbe Mungu anakuambia kabisa, nataka utajie kupigia samaki. Nachokuonyesha kwamba kuna kitu lazima kitoke kwenye unachoomba. Lazima. Ama kwenye mawazo, ama kwenye ndoto, ama kwenye vision, ama kwenye mahubiri. Na sasa uwe na ujasiri wa kutoa maamuzi kukifanya hicho ulichokipata kwenye mahubiri au kwenye maombi au kwenye ndoto. Lazima. Issue ni ujasiri wa kukianza kile bila kumuuliza mtu. Nikuulize kitu. Hivi unafikiri mimi nikikwama huwa naenda kuombewa na nani? Naenda kukuuliza, nikikwama kabisa kitu kimenizuia, naenda kuombewa na nani? Ukizijua njia za Mungu humhitaji mtu, unamhitaji Mungu. You listen to me. Mungu huwezi kuomba akakuacha hivi. Hamna. Ni ule ujasiri wa kuchukua maamuzi kwenye kile ulichokipata kwenye maombi. Kwa hiyo maombi tu kama maombi, kama upati kitu ndani yake unapoteza. Ukimwona tu mtu upati kitu, lazima upate kitu. Lazima upate ufunuo fulani, revelation.